kitu ambacho kinabidi kifanyike. Inatakiwa umtoe mama yako kafara. Kiongozi, unanipatia wakati mgumu sana. Mimi bado kijana mdogo, alafu majukumu unanipa ni ngumu sana kuyabeba. Nikakwambia kwamba pesa upatikanaji wake ni mgumu, una masharti. Utayaweza? Ukaniambia ndio. Sasa hivi leo wewe unaona kwamba hiyo ni sharti gumu sana kutoa kafara. Hivi kumuua mama yako na kuwa na pesa bora nini? Na mama yako yeye anaumwa na ujui kwamba ataondokaje. Mzee wangu. Naam. Nimefikiria sana kijana wako. Na nimeona sina cha kupoteza. Na kwa sasa hivi nimechagua chaguo moja tu. Mzee wangu, mama wangu anaumwa sana. Na kwa sasa hivi sihitaji kumkosa mama na sihitaji kukosa pesa. Mzee wangu, mimi niko tayari kumtoa mama wangu. Nimekubali kumtoa mama. Hivyo basi, nilikuwa nakuomba ujaribu kuongea na mkuu. Umweleze kuwa nimekubali. Mzee wangu, mimi nafanya yote kwa sababu nahitaji pesa. Nahitaji niwe kama wewe. Nahitaji niendeshe magari kama wewe. Mzee wangu, mimi nataka niende mbali. Niende Ulaya kama wewe. Mimi sio kuishi hivi mzee wangu. Nahitaji nipendeze. Nakuomba sana mzee wangu. Kijana wangu, ni uamuzi mzuri sana uliochukua. Nimefurahi. Na nikupe hongera. Swala kama hili ni swala zuri. Unajua ukiwa na pesa mfukoni unakuwa na furaha sana. Hivi nikuulize, wewe leo mama yako yupo, je, una furaha? Na nizungumze swala moja, ni kwamba upatikanaji wa pesa ni mgumu. Unapitia mambo mengi sana. Na ndio maana si wengine unatuona tunayo vitu kama hivi tunamiliki. Tumepitia mambo mengi sana. Na mimi sina mama hapo mnavyoniona, sina baba. Lakini tusio kwamba nimefanya vile kwa sababu gani? Nimekwepa umaskini, siutaki umaskini. Na hilo swala ambalo unalozungumzia wewe kwamba umekubali, nikupe hongera sana. Basi asante sana. Tashukuru kwa hiyo. Mkuu ilikuwa anasubiria sana uamuzi wako. Sasa huo ni uamuzi wa busara sana ulotumia huo. Nasema asante sana. Vijana. Mbona bora tu kuja kupumzika kwa kuzaa. Kichwa changu kina moto sana. Kwa hiyo ukiwa na mawazo yako ndio unakuja hapa nyumbani kwangu. Na kwa nini simu zangu ulikuwa upokee? Hapana mpenzi wangu. Simu ilikuwa mbali. Sio nia yangu nifanye hivyo. Mimi haya maisha nishayachoka. Kila siku nakwambia. Yaani umenipangia chumba lakini kuja kwenye haufiki. Yaani unakuja unajiiba, sijui umeoa huko, hutaki kuniambia chochote. Hivyo basi, mimi ninachotaka nihamie kule kwako. Wewe unajua kwamba mimi naishi na kijana. Sasa sio kwamba kila kitu yeye ajue. Vitu vingine vinakuwa ni siri. Sasa kwani ukiishi na mwanao kwani vibaya? Mwanao wewe ndo mwanangu mimi. Kwani mimi na wewe tupoje? Sio tupo kwenye mahusiano. Mimi na wewe mwili mmoja. Kwa hiyo yule sisi ni mtoto wetu.
Mimi sitaki kuelewa chochote na sikusiki kitu chochote. Ninachotaka mimi nihamie kule kwako, la sivyo siku na siku utakuta vitu vyote mundani nishavizoa, naenda kuuza huko. Sawa, ni damu yangu kweli, kama nilivyokuambia, mambo mengine inabidi yawe siri. Yaani kumbe siri? Wewe na mwanao hataki kujua kama mimi nina mahusiano na wewe? Hivi inaingia akilini kweli babangu? Wewe umenichoka. Kama mpata mwanamke mwingine naomba uniambie. Sitaki kuutese moyo wangu bure. Hapana mpenzi wangu, mimi huu ni mwaka wa pili mke wangu tangu afariki. Sasa leo nikichukua ghafla tu kukupeleka wewe, hivi mtoto wangu atanielewaje? Hata au majirani mimi watanielewaje? Na ndilo tatizo ambalo linalofanya mpaka sasa hivi mimi sikupeleke nyumbani. Okay, sawa. Yaani siri unamficha mwanao? Basi ameisha. Asiwe mpenzi wangu. Nalala vipi? Nalala vipi? Wakati mimi njaa inaniuma. Yaani hujanipa pesa muda mwingi, hujanipa kitu chochote. Mimi napata nguvu gani ya kukaa? Napata nguvu gani ya kukulalia hapo mjini kwako? Wakati mimi njaa inaniuma na wiki nzima mimi nakupigia simu zangu okay. Nilikwambia simu ilikuwa mbaya, inaacha mbaya. Lakini hata hivi kulala hapa ndio inazidi kuimarisha mapenzi. Mimi nataka mpaka unitumie kule kwenye simu yangu. Nitakutumia mpenzi baba. Ndio unanikisa kwa sababu unajua mimi kama nakupenda. Siku nitapata kibwana kingine, wewe nimeoneka hivyo. Unanitangazia magumu kama hayo. Bwana magumu sana. Utarajia kupata kweli. Mamako anajisikia vibaya sana unapokuwa umekaa huko mjini na naumwa na hali kama hii. Kazi zako huo unafanyia hapa, mimi naona mara 10 fanye kazi zako za kilimo hapa kwenye kipindi hiki, kwa sababu najua huko mjini unahangaika kutafuta, lakini hujafanikiwa bado. Mtoto wangu, mimi ni mzazi wako naye kushauri, fanya shughuli zako za kilimo. Kilimo kitakutoa mwanangu. Hebu angalia mamako hivi, hii hali nilionayo, nasaidiwa tu na watoto wa majirani. Utazani mimi sikuzaa. Mama usiwe na hivyo. Mama wangu, mimi naelewa kila kitu unachopitia, lakini maisha hapa kijijini mama ni magumu sana. Nikisema hata niweze kulima, niweze sijui kuuza sijui biashara hizo za matikiti, mama hazitotusaidia. Hizo 200 mama hutopona. Ndio maana mimi naona naenda kupambana mjini. Sasa unajua mjini utapata mafanikio makubwa na nitaweza kutibu mama wangu. Mama wangu, mimi sipendi unavyoishi hivi. Mama wangu, mimi nitapambana na bado napambana kwa ajili yako mama wangu. Na imani ipo siku kila kitu kitakaa sawa. Bado kidogo tu mama wangu. Haya mwanangu, mimi nimekuelewa. Mimi kuna kitu hapa sikielewi. Kitu gani mpenzi wangu? Humu ndani tumelala wawili. Ndio. Cha kushangaza, nimetafuta chupi yangu, nimetafuta sana sikuiona. Sababu na haraka takaniwahi. Kwa hiyo kufanya mpango wa kutumia alafu kwenda kununua. Turudi utaenda kuitafuta. Kwenye mtandao wa sawa. Ashakutumia. Asante. Nimepokea simu yako.
Nilipoipokea simu nilikuwa kule kwenye miradi yangu, nilikuwa naangalia. Sasa nilipoiona simu tu nikaona ngoja nije, nikaja mbio mpaka. Sawa, mimi nashukuru umefika, tuna umefika salama. Kitu ambacho nimekuitia hapa, mimi naomba utumie kama mtoto wa kiume. Sio cha kutisha wala sio kibaya. Mimi na mimba yako. Nikasema upigie simu kukwambia haipendezi, ni bora nikuje tuonane macho kwa macho nikwambie kwamba mimi ni mjamzito wako. Ndio kitu kikubwa ambacho nimekuitia hapa. Hivyo tu na mimba yako, nasema ngoja nikupigie birthday wangu, mambo yasiwe mabaya. Mimi nilikuambia, unajua bwana, mambo ya kuambiana kwenye simu sio mazuri. Nikaamua tu nikwambie tu live hivi tunaonana. Hili jambo lizuri sana, inabidi nifanye haraka sana. Ikiwezekana mtoto atakayejifungua nimtoe kafara kuliko mimi kutembea na mwanangu. Mbona? Hiyo ni jambo zuri sana. Hakuna nilikuwa naliomba kila wakati. Kwa hivyo limejitokeza hili. Mimi niseme asante sana. Ndio kuomba Mungu azidi kuweka kitu. Sawa, kama mlikubali basi jambo la heri. Na ni kweli lazima nilikubali kwa sababu hili nilikuwa naliomba. Nilikuwa hivi basi sawa sawa. Hivyo basi kama kijetu anatakiwa daikeze muda wote, so kidogo kunifokea mtoto atopenda. Sasa hivi ni mtu mwenye furaha sana. Ndio. Kwa sababu tayari nishakuwa na mafanikio. Sasa hivi sio kama zamani. Sasa hivi na pesa. Mimi nimeshanunua nyumba tayari. Na hivi karibuni nataka ninunue gari. Na sasa hivi nipo juu mzee wangu. Mimi sio yule wa zamani. Mtoto kana gani? Hivyo ndipo nilipotaka mimi. Hivyo ndio mahitaji yangu mimi, kwamba usiwe uko una hela. Pesa ni sabuni ya roho yangu. Kama unaona dalili kwamba pesa unaipata, basi ni jambo zuri, ni jambo la kufurahia sana. Kitu kikubwa ninachokushauri, fungua biashara zako. Fungua makampuni. Imradi tu kiwe kificho cha kujifichia. Hiyo ni sehemu ya kuzuga wewe. Watu wasikuelewe wewe unafanya nini. Maana ukikaa hivi hivi watu watajisikia anafanya kazi gani, mbona ana pesa nyingi. Lakini ukiwa na kampuni, ukiwa na biashara zako, basi kitakuwa hakuna kinachoendelea pale, hakuna wanachojua wao. Wanajua tu kwamba una biashara. Pesa yako unapata kwenye biashara zako. Kuhusu hilo nilikuelewa na nitatekeleza hilo. Kwa sababu na mpango nifungue banda langu pale, nitaweka pale vijana wao wanauza nguo pale, nitafungua biashara nyingine kwa ajili ya kuzuga. Na unajua sasa hivi sitaki kuwa mnyonge. Sasa hivi sitaki kuwa na huruma. Ukijichanganya napita na wewe. Tulikuwa tunahitaji utajiri na ndio huo sasa hivi unakufikia. Kwa sababu ya ujasiri wako.
Kwanza nitashukuru hiyo zawadi ambayo utakayenipa, ni zawadia na asitoshe kikubwa. Samahani. Wewe Samahani sana. Yes, hello. Habari. Salama. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Msinde. Yes. Nakupa taarifa, mama yako mzazi amefariki leo asubuhi. Hivyo basi hatuwezi tukaendelea na kitu chochote kile, tuko tunakusubiri ni wewe. Sasa mwenyekiti, mimi nipo mjini huko, niko mbali. Sasa nyie endeleeni na mazishi, nyie msikieni, mimi nikija hapo mambo mengine atafuata. Taleta lambilambi na vingine. Sasa kijana, yani inawezekana vipi sisi tukafanya habari za mazishi wakati wewe haupo? Mwenyekiti, nisikilize. Mimi nakwambia niko mbali, nipo mjini. Hivyo basi msikieni, mimi nitakuja. Kwani shida iko wapi mwenyekiti? Mzee, wewe mwenyekiti, amenipigia kuhusu mamangu. Amefariki. Akanipigia mamangu afariki. nifurahi tu, ni furaha kubwa sana. Nafurahi kwamba tayari malengo yashatimia. Malengo ni kafara, na kafara ndio hii leo ishafikia. Kwa hivyo nafurahi sana mimi. Ushauri wangu umeufanyia kazi. Asante sana. Nafurahi sana. Nafurahi sana. Nifurahi na wewe. Kwani wewe mzee una shida gani? Kwani kuja hapa mimi nimefanyaje? Wewe una siri gani na mtoto wako? Hiyo siri ni ipi? Kila siku mna siri. Mimi una siri gani? Wewe na mtoto wako, tena mtoto wa kike. Mbona kama unanitia wasiwasi? Ndio umefika, lakini umefika ghafla. Kwa nini uingie ghafla? Wewe tulipanga kwamba mimi ngoja nikatengeneze mazingira afu nije nikuchukue. Lakini wewe umekuja ghafla. Una nini kichwani mwako? Yaani kupata tu tayari wewe tayari unachoamua ni hicho. Kweli inakuja hii? Hii ni ghafla. Na huyo mwanao namsubiria hapa. Aje kuniona mimi mama yake. Ajue kabisa baba yake ana mwanamke ni nini hapa. Sikia nikwambie. Kuna mambo haya mawili. Kama mimi hutaki nikae hapa, naomba tuondoke kule ulikonipangia. Tukae kule mpaka wakisha kabisa mimi najifungua. Haiwezekani mimba mimi nalea peke yangu wakati kumenengeneka wote. Wewe kuweza? Mimi nakuomba tu kwamba twende sehemu tukazungumze. Ndani kuna nini? Sinikwambia kwamba kuna mtoto ndani. Au unielewe. Mimi nakuomba kwamba twende tukazungumze. Sasa hivi ni mtu mwenye furaha sana. Ndio. Kwa sababu tayari nishakuwa na mafanikio. Sasa hivi sio kama zamani. Sasa hivi na pesa. Mimi nimeshanunua nyumba tayari. Na hivi karibuni nataka ninunue gari. Na sasa hivi nipo juu mzee wangu. Mimi sio yule wa zamani. Ndio mahitaji yangu mimi kwamba usiwe uko una hela. Pesa ni sabuni ya roho yangu. Kama unaona dalili kwamba pesa unaipata, basi ni jambo zuri, jambo la kufurahia sana. Kitu kikubwa ninachokushauri, fungua biashara zako. Fungua makampuni. Mradi tu kiwe kificho cha kujifichia. Hiyo ni sehemu ya kuzuga wewe. Watu wasikuelewe wewe unafanya nini. Maana ukikaa hivi watu watajisikia anafanya kazi gani, mbona ana pesa nyingi? Lakini ukiwa na kampuni, ukiwa na biashara zako, basi kitakuwa hakuna kinachoendelea pale, hakuna wanachojua wao, wanajua tu kwamba una biashara. Sasa hapo unapata biashara zako. Kuhusu hilo nitatekeleza hiyo. So na mpango nifungue banda langu pale, nitaweka pale kulia. Nitaweka pale vijana wao wanauza nguo pale, nitafungua biashara nyingine kwa ajili ya kusuka. Na unajua sasa
sitaikuwa mnene. Sasa hivi sitaikuwa na huruma. Ukijichanganya na pita na wewe. Tulikuwa tunahitaji utajiri na ndio huo sasa hivi unatufikia. Kwa sababu ya ujasiri wako. Kwanza nitashukuru hiyo zawadi ambayo utakayonipa ni zawadia na sitoshe. Kikubwa. Samahani. Wewe Samahani sana. Yes, hello. Habari. Salama. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Msinde. Yes. Unashuhudia gani? Nakupa taarifa, mama yako mzazi amefariki leo asubuhi. Hivyo basi hatuwezi tukaendelea na kitu chochote kile, tulikuwa tunakusubiri ni wewe. Sasa mwenyekiti, mimi nipo mjini huko, niko mbali. Sasa nyie endeleeni na mazishi, nyie msikieni, mimi nikija hapo mambo mengine atafuata. Nitaleta lambilambi na vingine. Sasa kijana, yani inawezekana vipi sisi tukafanya habari za mazishi wakati wewe haupo? Mwenyekiti, nisikilize. Mimi nimekwambia niko mbali, nipo mjini. Hivyo basi msikieni, mimi nitakuja. Kwani shida iko wapi mwenyekiti? Mzee, wewe nimepigia kuhusu mama kufariki. Kanipigia mwanangu hapa. Nifurahi tu. Ni furaha kubwa sana. Nafurahi kwamba tayari malengo yashatimia. Malengo ni kafara. Na kafara ndio hii leo ishafikia. Kwa hivyo nafurahi sana mimi. Ushauri wangu umeufanyia kazi. Asante sana. Nafurahi sana. Nafurahi sana. Nifurahi hata wewe. Nini tena Feti? Anjo. Kuna maswali nataka kukuambia. Feti, sasa hivi muda sina. Nawahi, kuna sehemu nawahi na kikao. Kuna watu wapo njiani wanatoka India. Au niliongea nao kweli, walinitumia business card yao kwenye email, nikazungumza nao kila kitu. Nachotaka kukwambia, kikao fanya kiwe kifupi. Fanya kila kitu kiwe sawa. Alafu nimeingia kule distribution, nimekuta mambo yako ovyo sana. Pangilia vitu. Sioni sehemu ya kuweka document, sioni sehemu yoyote. Panga vitu vikae sawa. Alafu ofisi nimekuachia wewe. Nimekuachia kwa sababu nakuamini. Nataka ofisi iwe salama. Sitaki mambo mengi. Yes boss, nimekuelewa. Kila kitu kitakuwa sawa, hata usijali bosi wangu. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa bosi wangu. Sawa. Asante. Mzangu, naam. Unajua leo sijaona ukiwa umekuja na gari, hapo sio kawaida yako. Mimi sikuona maana ya kuja na gari kwa sababu gari ni yako kwa kuishi. Sawa. Na kama ulivyoona, hii hapa ndio kampuni yangu. Na kampuni yangu sasa hivi ipo vizuri. Nimepata wawekezaji kutoka India na China. Sasa hivi kampuni yangu ina share nyingi. Nataka niendeleze. Sijafika bado ninapopahitaji. Na natumai kampuni yangu itakuwa kubwa. Unafanya vizuri. Hivi ndio nilivyokihitaji mimi ufikie hapa. Na sio ufikie hapa tu, uwe zaidi ya hapa. Niliomba sana uzidi kuwa na maendeleo zaidi ya hapa. Sawa. Lakini mzee wangu, mimi kwa sasa hivi sitaki kucheka na Kima. Sitaki kucheka na yeyote. Yaani kwa sasa hivi nipo kumtoa kafara yoyote. Nipo kufanya chochote kwa ajili ya mali. Na sio mbaya kwa sababu kama unavyojua kwamba binadamu kwani watakusaidia nini wewe zaidi ya pesa? Hakuna. Pesa ni kitu muhimu sana duniani. Sikie. Watu wanaruka kwenye ndege huko wanafanya kila kitu. Lakini yote kwa sababu ya nini? Mimi nakuruhusu fanya lile linalowezekana kwa sasa hivi. Mradi tu kwamba uwe zaidi ya hapa. Na ikiwezekana kwamba hata ndege umiliki. Sio ndogo. Ndogo.
Hivi ndio vizuri hivi. Safi sana. Siwe mwoga. Na ukiwa mwoga utakuwa maskini mpaka basi. Nalijua hilo. Unajua? Ndio maana nikatanguliza. Kwa sasa hivi. Naam. Sitaki kuchekelea mtu yeyote. Sasa hivi nipo kimasilaha kabisa. Sitaki kucheka na chochote kile. Ni vizuri. Mzee wangu. Basi haina tatizo. Hamna shida. Mimi nilikuwa kuja kukuona tu, kwa hivyo acha niende. Sawa. Basi nitakucheki baadaye. Haina mbaya.